Glory, natumia supplement kwa hiyo sihitaji kabisa kula vyakula mbalimbali. Okay, sasa supplement au nutritional supplement ni product ambazo zinakuwa zina virutubisho mbalimbali na most of the time zinakuwa concentrated, yani zinakuwa zina kirutubisho kiasi fulani ukilinganisha, yani kwa wingi ukilinganisha na labda chakula. Okay, kwa nyingi zinakuwa katika tablets au yani vidonge, powder, syrup na ili kuweza kufikisha kile kirutubisho mwilini. Sasa supplement huaga zinatumika na makundi tofauti tofauti, na watu ambao wanahitaji hasa supplement ni labda tuseme akina mama wajawazito. Kuna baadhi ya virutubisho ambavyo huwa wanavihitaji zaidi, lakini pia kuna wale wagonjwa ambao wana magonjwa ya muda mrefu, mfano stroke, ambao hawawezi au kiharusi, ambao hawawezi wakatumia vyakula kwa wingi kama inavyotakiwa. Kuna watu ambao hawawezi access au wakapata chakula cha aina fulani au katika kiasi kinachohitajika. Okay, kuna watu pia ambao wanaugua magonjwa ya muda mfupi hata kama sio chronic, ila kwa mfano wamepata upasuaji, kwa kuna kitu ambacho anakihitaji zaidi kuliko chakula kingine. Okay, so supplement pia hutumika kwa watu ambao wanatumia baadhi ya dawa. Kuna baadhi ya dawa ambazo ukiwa unatumia inaweza ikaathiri ufyonzwaji au absorption ya baadhi ya virutubisho. Kwa huyo anaweza akaingia kwenye kundi hili la kutumia supplement. Sasa kwa ujumla supplement husaidia, lakini inategemeana na mahitaji ya watu. Sasa hapa ndo kimbembe, kwa sababu watu watatufanya screening, hatuendi hospitali labda kufanya screening, kwa hatujui hata mahitaji yetu ni yapi. Lakini pia kuna angalizo, kwa sababu supplement kuna baadhi ya supplement huwa hazipitii ule mchakato wa research au ambao wa research au tafiti ambazo zinatumika katika swala la madawa. Kwa mtu unaweza ukajikuta kwamba umetumia ambazo sio sahihi kwako, au katika dosage ambayo kwako wewe sio sahihi, inaweza kukudhuru. Unapochagua supplement, angalia sana kwenye masuala ya marketing. Okay, kuna zile supplement ambazo zinakuwa marketed sana na zinatoa ahadi kubwa sana ya kusolve tatizo fulani. Well and good, lakini kumbuka ya kwamba supplement ni kirutubisho, na virutubisho vichache sana ambavyo vina solve tatizo yani ni yenyewe kama yenyewe katika dosage fulani, labda tuseme katika kupungua uzito, katika kufanya vitu vyovyote vile. Kwa hiyo marketing, swala la marketing ni swala pia ya kuiangalia. Jitahidi sana kupata taarifa muhimu na sahihi kutoka kwa watu ambao wanaaminika and they're certified. Kumbuka ya kwamba more vitamins haimaanishi more health. Vitu vingi ambavyo tunaweza tukavipata ambavyo tunatumia vinaweza vikapatikana kutokana na chakula. Kwa hiyo haimaanishi kwamba unapotumia supplement sana basi wewe ndio utakuwa una afya sana. Hamna, too much of anything is harmful. Hata hizo vitamin pia zinahitaji kutumika in moderation au katika kiasi. Ninashauri ya kwamba kabla hujanunua supplement yoyote, hakikisha umepata ushauri wa daktari, dietitian au mfamasia. Lakini pia soma labels vizuri, elewa ni kitu gani ambacho unakitumia. Uelewi, pata ushauri. Supplement sio mbadala wa chakula. Kumbuka kwamba supplement hazifanyi muujiza wowote. Chakula bado ni cha muhimu. Diversification haimaanishi tu virutubisho, bali namna ambavyo mwili unachakata, balance, unapochukua au kufyonza baadhi ya virutubisho kuingia kwenye mwili. Hiyo ndio process nzima ya mwili. Kwa